Naam, basi ni kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji wa channel ya Ulimbo wa Simulizi. Leo kama kawaida tumeinasa simulizi yetu safi kabisa inayokwenda kwa jina la Kufa Tu Hakuna Namna. Hii ikiwa ni simulizi ya kijasusi, simulizi safi kabisa. Naam, bila kukuchelewesha nataka tusonge pale tulipoishia. Naam. Mwandishi wa habari Sarah anafanikiwa kupata habari ya Mheshimiwa Waziri Mkuu James John, ambao bila shaka ingekuwa ni kashfa kubwa kwake kama ingetangazwa. Sarah anamfikishia mpenzi wake taarifa ile, ambapo Sudi Bapa anaona ni bonge la dili ambalo anamshawishi mpenzi wake asiitangaze, bali wamuuzie Mheshimiwa Waziri. Sarah anafikiana na wazo hilo. Anapofika kazini, Sarah anamtumia namba Waziri Sudi kisha Sudi naye akamtumia Waziri Mkuu picha na video chini akiandika anahitaji milioni 4 za Kitanzania. Ndio hapa ndipo tulipokuwa tumeishia, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi. Sasa songa nayo. Waziri Mkuu James alionekana wazi kuchanganyikiwa, mpaka akawa akiongea kwa kigugumizi. Upo wapi kijana? Upo tayari kutoa hizo hela? Hata sasa hivi kijana wangu, ila usitangaze hizo habari. Okay. Nahitaji uje maeneo ya Mikoroshini, huku nitakupa saini tuonane wapi. Uje peke yako. Tena usije na gari binafsi. Nataka upande taksi kama raia wa kawaida. Ukija tofauti na hivyo, kesi hii issue ya kesho tutaianika kila kitu mbele ya vyombo vya habari. Sawa, nimekuelewa mkuu, sitoenda kinyume na unavyotaka. Yani kila kitu nitafanya jinsi unavyotaka. Naomba usifanye kitu cha tofauti, na kuletea pesa zako milioni 400. Nakutakia laheri, kila laheri mheshimiwa. Waziri Mkuu alihema, moyo ukaanza kumwenda mbio. Ghafla katika taarifa ya habari ambapo bunge ilikuwa ikiendelea, mwanzo mawazo yalishahama katika televisheni yake ila aliyarudisha baada ya kusikia jina lake likitajwa na mheshimiwa mbunge wa Singida kwamba anahusika katika uuzaji wa silaha nje ya nchi akishirikiana na tajiri Mwingereza Sir Stewart Grayson. Kama kawaida yake, Bingo alieleza ushahidi anao ni katika mikataba iliyosainiwa kwa siri, akaipeleka kwa spika wa bunge. Waziri alizidi changanyikiwa maradufu. Ghafla akapigiwa simu na mheshimiwa rais, kisha akapokea. Unafanya nini waziri? Jua ndo kwanza tumeikamata nchi na huu ndio mwaka wangu wa kwanza. Nikiwa nimebakisha miaka 4 ni kuachia nafasi, unaandamwa na skendo kiasi hiki. Unabudi kujiuzulu au nikutengue kusudi kujisafisha na kujitengenezea njia ya kuingia ikulu hapo mbeleni. Mheshimiwa Samoe alijaribu kumshauri waziri mkuu wake, ambapo muda wote alikuwa kimya akimsikiliza. Samoe, kwanza futa wazo hili la mimi kujihuzuru, japo katiba inasema una uwezo wa kutengua cheo ulichonipa. Ila kumbuka, cheo hiki si wewe ulionipa, ila ni muunganiko wa vyama vya upinzani, na ukumbuke mimi ndio mwenyekiti wa AWAVYUTA na chama changu cha UWT ndicho chenye wanachama wengi hapa nchini baada ya Chama cha Mapinduzi yani CCM, kikifuatiwa na hiko chako cha Demokrasia ya Kweli. Hivyo mimi kama mwenyekiti, kumbuka, ndio ninayopendekeza wewe uchukue fomu baada ya yule mjinga wa upande wa pili kunipa skendo. Hivyo tambua upo chini yangu, huwezi jiamulia tu kunitengua. Malizia miaka yako 5 unipishe ikulu, mpuuzi mkubwa wewe. Unataka kunipanda kichwani na wakati mimi ndo nimekupa nafasi na chama changu? Puuzi wewe. Baada ya maneno yale, JJ akakata simu. Aliongea kwa hasira sana, kwani alichanganywa na vitu viwili. Kwanza, kuvuja kwa picha zake na msanii wa sinema za kibongo Margaret. Pili, swala la hili la kuhusika katika skendo ya kukamatwa kwa silaha. Alijua ni lazima angetakiwa ajieleze, ila kabla hajafanya au kutakiwa kufanya hivyo, ilipaswa azuie skendo ya picha alizotumiwa kwa kumlipa huyu mtu.
kwa kuwa skendo hiyo imevuja ndo ingemharibia kabisa katika maisha yake. Rais kwa upande wake alikuwa katika furaha ya ajabu sana. Hata baada ya kuongeleshwa vibaya na JJ, wala hakujali. Nikipata nafasi ya kugombea miaka 5 mingine kama katiba ya nchi isemavyo, nitammalizia mbali huyu kifaru. Sijui anajiamini nini huyu mpuzi. Rais aliwaza akimalizia kunywa chai. Siku hii hakutaka kutoka nyumbani. Alikuwa akimngoja mwanae alotoka katika mafunzo huko Monduli. Alikuwa na miezi kadhaa nyumbani kabla arejee kambini. Rais Asamoah alimpenda sana mwanae wa pekee aloitwa Daniel Asamoah. Katika chumba kimoja ndani ya ofisi ya waziri mkuu aliketi mama wa makamo alojitanda ushungi na kuvaa baibui lake. Mama huyu alitambulika kwa jina la Salma au Madam S. Huyu alikuwa ndio mkuu wa usalama wa taifa. Yapo pia makao makuu yake. Ofisi yake ilikuwa katika jengo la Ikulu. Ila kote pawili alikuwa na uwezo wa kukaa na kufanya kazi zake. Wiki takriban 2 sasa aliamua kuweka makazi katika ofisi ya waziri mkuu baada ya kuhisi waziri hayupo katika hali yake ya kawaida. Na kwa lugha rahisi, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, unaweza ukasema huyu mwanamama Salma ni security advisor, yani mshauri wa masuala ya kiulinzi na usalama wa taifa. Basi tuendelee. Na hata siku hiyo aliweza yanasa maongezi kati ya Sudi na waziri. Asubuhi hiyo katika laptop yake aliyoiunganisha na kamera zilizopo kila maeneo katika jumba lile, na pia aliunganisha moja kwa moja na Ikulu. Hivyo kila kilichoendelea Ikulu alikiona, na kila kilichoendelea pale alikiona. Haraka sana akamtumia meseji kijana wake ambaye alikuwa nje ya jengo lile. Veko, waziri hayupo sawa. Nahisi kuna picha kama si video alizopigiwa. Hivyo anahitajika alipe kiasi cha shilingi milioni 400 kusudi picha hizo zisisambazwe. Atatoka hapo pasina ulinzi na mbele atachukua taksi. Tafadhali mfuatilieni kwa umakini, muhakikishe mwamdhibiti huyo mtu na kumpokonya vidhibiti alivyo navyo. Ikiwezekana mwangamizie mbali kabisa. Mtanitaarifu kila hatua mpigayo. Tumeelewana Veko? Sawa madam, nimekuelewa. Kina yule aliongea akakata simu, akawapa maelekezo na wenzake. Ndani ya gari walikuwa vijana 4, mbele 2, nyuma 2. Punde waziri akatoka na begi maalumu zile za kubebea hela. Kimuonekano alibadilika. Alivaa shati refu na suruali ya kitambaa, na chini alivaa viatu vyeusi vilivyochoka kidogo. Kichwani alivaa kofia aina ya kapelo. Walinzi nje wala hawakumtambua kabisa. Walijua tu ni mtu alikuja na shida zake. Yeye basi akawa hana muda wa kupoteza. Akanyosha njia kuelekea ilipo barabara. Japo walinzi wa kawaida hawakumtambua, ila si kwa ulinzi wa usalama wa taifa ambao tayari walishakuwa na habari zake kutoka kwa mkuu wao Madam S aka Salma. Hivyo wakaanza mfuatilia kwa siri. John alipofika barabarani akachukua taksi na kumpa maelekezo waelekee TMK magorofani maeneo ya Mikoroshini. Dereva taksi pia hakumjua, akatia gari mafuta pasina kujua Pizzo na wenzake aka Veko walikuwa wakiwafuatilia. Kichwani kwa waziri kulitawala mawazo, hasa kwa skendo zilizokuwa zikimwandama. Naam, tuachane na bwana waziri ambaye anaandamwa na skendo. Sasa tunaelekea moja kwa moja kwa Katarina, mwanamama wetu wa huyo kipenzi chetu, mpenzi wa bwana Zidu K aka Zidu Katili, Zidu mnyama. Basi bana, Katarina aliwasili katika hoteli ile na kuelekea moja kwa moja mpaka Emi, ambapo Emi alimuonyesha picha kadhaa alizompiga Zidu na Salome. Pia alimuonyesha na video. Katarina aliumia sana moyo wake. Leo hii Zidu mume wake anamsaliti tena na mfanyakazi wake kisa hajazaa. Jamani, huyu mwanaume ni katili sana. Kasahau walipotoka. Kasahau
kashikashi walizozipita pamoja, leo kirahisi tu anamsaliti. Mchomo mkali ukauchoma moyo wake. Akamuaga shoga yake yule na kumwachia pesa kidogo. Akaingia ndani ya gari yake, mwili wote ulimlegea. Alipofika aliuegemea uskani, alilia kwa uchungu. Hakika kitendo kile kilimuumiza sana. Taratibu akaliondoa gari mpaka nyumbani kutokana na fole. Anajikuta muda mwingi akiutumia barabarani kufika. Akashuka na kuingia ndani, ilikuwa tayari ni saa 2 kasoro. Kumbe mwenzake Zidu saa 11 ile baada ya kutoka pale hotelini wala hakurejea kazini kwa kuwa Salame alimchosha. Akaamua kurejea zake nyumbani kupumzika. Alishangaa kutomkuta mkewe. Ndipo akamuuliza mfanyakazi wao Suzi ambaye alimwambia mama aliondoka mida ya saa 10. Na mmoja akamuaga na wala hakujua alienda wapi. Kumbe huyu mshenzi mimi nikitoka naye anatoka. Leo 40 yake, wallahi huyu mshenzi mwanamke huyu namuua. Zidu akawaza, akaelekea zake chumbani ambapo aliingia bafuni kuoga. Akarejea sebuleni akaketi akicheki TV. Wala hakutaka kumshtua kwenye simu. Alitaka kumuona angekuja saa ngapi. Ndo mpaka mida hiyo ya saa 2 Katarina aliwasili. Alishtuka sana kumuona Zidu. Kidume kikatabasamu. Bana, naona umelika huko nje mpaka macho yamebadilika rangi, malaya mkubwa wewe. Kumbe mimi nikitoka na wewe unatoka. Haya, sema umetoka wapi mshenzi mkubwa wewe? Zidu aliongea kwa ukatili sana na ukali. Katarina maskini ya Mungu angejibu nini? Akajikuta akianza kulia. Naona sasa una hamu ya kulia. Hujapigwa unalia? Subiri nikuonyeshe mwana haramu wewe. Mimi nikitoka nyumbani na wewe unatoka. Ulikuwa wapi malaya mkubwa wewe? Zidu kwa hasira akaliendelea kabati lake na kutoka na mkanda wa jeshi. Sasa sikiliza wewe mshenzi, kahaba wa mjini. Nataka nikutandike kisawasawa ili ujue ulie vizuri. Si una hamu ya kulia? Hujaguswa unalia? Zidu akaongea akinyanyua mkono tayari kumtandika mkewe. Na mkanda ule ungetua mwilini mwa Katarina. Basi angeondoka na nyama, na Zidu alipania kumtandika nao usoni, kumuharibu hiyo umbo zuri, kusudi wanompenda na kumdanganya huko nje wasimpende tena. Niambie kitu wasikilizaji, ulimbo wa simulizi sehemu ya 5 ndio imeishia hapo, lakini imenikata vibe kabisa ujamaa anavyomtembezea kipigo mwanamke. Kwa sitoendelea kusimulia kwa leo, lakini ni kuahidi mambo mazuri yanakuja kupitia simulizi hii safi inayokwenda kwa jina la Kufa Tu Hakuna Namna. Na mimi ni Kanban Ahmad ambaye nakuingiza voko na sauti ya mamlaka ambayo nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia yule nguli ambaye anakufanya wewe uendelee kutaradadi si mwingine ni Zuberi Musa Maruma. Naam, sasa kama nilivyokuahidi naenda na maneno yangu, na hii ni dakika ya 13 baada ya dakika ya 12 kusikiliza kipande cha 5 cha simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Kufa Tu Hakuna Namna. Basi kama ni mgeni katika channel na kuomba subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kupata notification pindi tunapoweka video zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Naam, nisiongee mengi, asante na chao.